Kwa jina naitwa Mwalimu Yatabu, ni mtaalamu wa masuala ya saikolojia ya maisha na mahusiano. Katika mada yetu ya leo ya maneno yana athari gani kwa mtoto, maneno ya mama, ya matusi au maneno ya kejeli yana athari gani kwa mtoto? Kuna athari nyingi ambazo anazipata mtoto endapo mama anakuwa anampa maneno makali au matusi. Athari ya kwanza tunaita low self esteem, kushindwa kujiamini. Mtoto anapopewa maneno mengi ya matusi kama huna akili, haujitambui, huwezi kufanya hili, na jambo lile linampelekea mtoto kupoteza hali ya kujiamini, kwa sababu hanaamini alichomwambia mama yake vile ndio atakavyokuwa. Kitu cha pili, kuishi kwa hofu na wasiwasi. Hii inamuondolea mtoto ujasiri wa kufanya mambo aliyotamani kuyafanya kwenye maisha. Inamuondolea mtoto ujasiri wa kuweza kuchukua hatua nzuri kwenye maisha, kwa sababu mama yake kashamwambia maneno ambayo yanamuonyesha kumnyanyapaa, yanaonyesha kumtoa kwenye uwepo wa kujiamini. Hivyo mtoto anaishi katika ulimwengu wa hofu, mashaka na wasiwasi. Hivyo hawezi kufanya jambo lolote jema kwa sababu ya kuogopa kufakamiwa na maneno au kushambuliwa na matusi. Kitu kingine ni tabia za ukaidi na ujeuri. Mara nyingi watoto wanaopewa maneno makali au watoto waliopitia maisha maneno makali kutoka kwa wazazi wao au kwa watu wa karibu yao, mara nyingi huwa ni wajeuri sana, kwa sababu ya maumivu waliopitia kule nyuma. Yale maumivu ambao waliyapata kutoka kwa wazazi wao, basi wanajikuta wanaishi nayo mpaka mtaani, kwamba kwa sababu mama alishaniambia mimi hakuna ninachokiweza, kwa hiyo anaona hamna sababu ya kumsikiliza yoyote. Kwa sababu nilishaambiwa mimi ni mpumbavu, nilishaambiwa mimi ni mjinga, nilishaambiwa mimi sina akili, hivyo hakuna ambalo nitalifanya kwa mtu yoyote ambaye ataniamini. Hivyo inamfanya mtoto anakuwa mkaidi, inamfanya mtoto anakuwa mjeuri kwa sababu kama hiyo. Kitu kingine ni msongo wa mawazo. Mtoto anayepewa maneno makali kutoka kwa mzazi, aidha mama au baba, au kutoka kwa mtu anemlea, mara nyingi huyu mtoto anakuwa ni mtu mwenye msongo wa mawazo sana. Anaona kama amenyanyapaliwa na amefanywa ukatili wa kisaikolojia tunaita, kwa sababu mtoto huyu anakuwa ni mtu mwenye msongo wa mawazo sana, kujiona kama ni mtu asiye na thamani kwenye ulimwengu, kujiona kama hakuna mtu atakayemwamini tena, kujiona kama hakuna anachoweza kufanya kwenye ulimwengu. Na ndio maana mara nyingi utasikia mtoto kajiua, mtoto kajijeruhi, mtoto kakimbia nyumbani, ni kwa sababu ya kuwa na msongo wa mawazo, kuwa na kesi nyingi kichwani ambazo hajaweza kuzitatua kwa sababu ya maneno aliyopewa na mzazi wake. Kitu kingine ni athari ya mahusiano ya baadaye. Huyu mtoto, kumbuka, hatoka mtoto tu, atakuwa. Kwa hiyo ni swala zima la kukua, mtoto huyu anakwenda kutengeneza mahusiano na jamii. Hivyo kwa sababu ya maneno aliyopewa na mama, anashindwa kutengeneza mahusiano mazuri kati yake yeye na jamii, kati yake yeye na watu wanaomzunguka, kwa sababu kila mtu atakayeongea chochote kumhusu, basi atakumbuka maneno aliyoambiwa na mama yake, na ataona kama hata huyu pia anamshambulia. Hata kama ni jambo la kawaida ambalo anakanywa kwenye jamii la kawaida, ambalo kama binadamu anapaswa aelekezwe, ataona kama anakalipiwa, kwa sababu namna alivyokuwa akiambiwa toka zamani ni namna ya kukalipiwa. Kwa hiyo hii inamjengea mtoto misingi ya kutengeneza mahusiano mazuri kati yake yeye na jamii inayomzunguka. Na ndio changamoto nyingi zinazotokea kwenye ndoa, changamoto nyingi zinazotokea kwenye jamii. Hivyo ni vizuri zaidi wazazi wakiangalia maneno yao. Kitu kingine ni kushindwa kufanikiwa kwenye masomo na kimaisha. Mtoto ambaye anapewa maneno makali ya matusi, ya kejeli, ya kufedheheshwa, mara nyingi ni ngumu sana kufanikiwa kwenye maisha au hata kwenye masomo yake, kama asipopata counseling, kama asipopata watu wa kumrekebisha baadaye. Hii ni kwa sababu anaamini kwamba kwa sababu mama alishaniambia sina akili, kwa sababu mwalimu alishaniambia sina akili, kwa sababu mtu fulani alishaniambia sijielewi, anaamini kwamba siwezi kufanya lolote kwenye maisha, kwa sababu tangia zamani, miaka yote, mimi nilishaambiwa siwezi kufanikiwa, mimi nilishaambiwa sina akili. Mfano, mzazi anakuta, wewe nani atakupokea? Wewe nani atakuoa? Utamuoa nani na tabia kama hizo? Utafanya hivi nini? Yale maneno yanampelekea huyu mtoto kuhisi kwamba kumbe kwenye maisha yangu mimi hakuna sehemu nitafanikiwa. Kwa hiyo hata zile juhudi binafsi ambazo angefanya na akafanikiwa, anashindwa kuzifanya kwa sababu tayari kashaathiriwa na maneno, kashapunguziwa nguvu ya kufanya, kashapunguziwa ujasiri wa kufanya. Hivyo anashindwa kufanya chochote kwa sababu anaamini kwamba mimi nilishaambiwa kabisa siwezi chochote. Mwalimu wangu ashaniambia siwezi, mama yangu ashaniambia mimi sina akili. Hivyo anaamini kwamba kweli hana akili. Hata kama lile jambo alikuwa anaweza kulitekeleza, alikuwa anaweza kulifanya, anaamini kwamba haliwezi kwa sababu toka mwanzo ashaambiwa hawezi. Kitu kingine, kujaribu kutafuta upendo sehemu nyingine. Watoto wa namna hii mara nyingi huwa wanajaribu kutafuta sehemu nyingine ya kwenda kupata pengine upendo, sehemu nyingine ya kusikilizwa. Sasa kwenye kwenda kutafuta sehemu nyingine, huenda akakutana na mafunzo pia ambayo sio mazuri.
akihisi kwamba ule ndio upendo, akakuta anafanywa ukatili pengine wa namna tofauti pia na ile aliyokimbia nyumbani. Ndio maana kukuta mtoto ameamua kukimbia nyumbani. Kule anakokwenda unajua tena kufanywa kitu gani? Ataenda kukutana na hali gani? Mafunzo atakayopata unajua ni aina gani? Ni kwa sababu amejaribu kwenda kutafuta upendo sehemu nyingine, kwa sababu tayari anaona hapa nilipo sio sehemu salama, nashambuliwa. Hivyo wazazi, ni jambo la msingi sana kujua kwamba tunachoenda kukifanya kwenye maisha kinaweza kuwaathiri watoto wetu kwa asilimia zaidi ya 90. Wito wangu kwenye jamii ni jambo moja, ni kwamba tambua kwamba maneno ni kama mbegu inayopandwa kwa mtoto. Hivyo unavyompanda mtoto mbegu mbovu, tegemea matunda yatakuwa mabovu. Hivyo niwaombe wazazi, tumia maneno ya kumjenga mtoto unavyozungumza na mtoto. Tumia maneno ya kumfanya mtoto ajiamini, yanaonyesha upendo. Hata kama ni kuonya, hakikisha unaonya katika namna ambayo haimtwezi utu wake. Kuwa mtoto haimaanishi kukosa akili. Kuwa mtoto haimaanishi kukosa hisia. Kwa hiyo na yeye kuna wakati anachukia na afurahishwe na maneno yako. Na kuwa mzazi haimaanishi kuwa na akili timamu, wala kuwa mzazi haimaanishi wewe unajua mustakabali wa maisha ya mtoto wako. Kumbuka, maneno unayompa mwanao ni sumu, lakini pia ni virutubisho. Ukimpa maneno yenye sumu, tambua huyu mtoto anakuja kutumika kwenye jamii. Huyu mtoto ni kiongozi kwenye jamii. Huyu mtoto ni mume wa mtu. Huyu mtoto ni mke wa mtu. Huyu mtoto tunakuja kufanya naye kazi maofisini. Huyu mtoto anakuja kuhudumia wagonjwa hospitali. Huyu mtoto ni kiongozi wa mtaa au wa jamii nzima. Maneno unayokwenda kumpa huenda akawa sumu ya kumwathiri mtoto, akashindwa kuwa mtu sahihi kwenye jamii. Hivyo ni vizuri zaidi ukajifunza kutoa maamuzi wakati hauna hasira. Bila unavyogundua kwamba una hasira, basi angalia maneno gani ya kutamka. Hii maneno yamepelekea mpaka watoto wanaochukia baadhi ya wazazi wao hata wa kiume kwa sababu ya maneno mama zao. Maneno kama baba yako ameshaleta hata shilingi 100 hapa, na wewe una baba yako angekuwa anakupenda angefanya hivi. Hii imejenga picha mbovu ambapo mpaka leo watoto wengi wanaochukia wazazi wao wa kiume kwa sababu ya maneno kutoka kwa mama zao. Na wanaamini kwamba baba zao waliwatelekeza, kumbe ni maneno kutoka kwa mama zao. Hawana uhakika juu ya jambo walilopewa, ila kwa sababu liliongelewa na mama, na ukizingatia kwamba mama ndio mtu wa kwanza ambaye mtoto anakutana naye, na ndio mtu wa kwanza ambaye anampa mtoto vitu ambavyo vitaenda kumlisha kwenye maisha. Kwa hiyo niwaombe kina mama kwamba mpunguze aina ya maisha mnayotengeneza kwa watoto. Si kwamba mnawatengeneza watoto waweze kuwasaidia nyinyi kwa manufaa yenu, mnawaharibia mpaka misingi yao. Ndoa nyingi kwa sasa zinaharibika kwa sababu ya wazazi, namna ambavyo mmewaambia watoto wenu nyumbani. Hivyo wameamini kwamba baba sio kitu. Hivyo wameamini kwamba mama sio kitu kulingana na aina ya mtu aliyeishi naye na maneno aliyomwambia. Kwa hiyo kumbuka nikwambie kwamba maneno yako ni kama mbegu. Ni mbegu ambayo unaipanda kwa mtoto, ni mbegu ambayo inaenda kuendesha maisha yake yote. Niwaombe pia hata walimu mashuleni, niwaombe pia hata wazazi mtaani. Watoto tunaoenda kuwaonya, tuwaonye kwa upendo. Tumia kauli nzuri kumuonya mtoto na usitumie kauli za kumfedhesha, kutweza utu wake. Kumbuka na yeye ni binadamu, ana hisia, ana moyo na ana kila kitu kama ulivyo wewe. Tatizo tu ni kwamba yeye ana umri mdogo kuliko wewe. Kwa hiyo unapoenda kumuonya, muonye ukijua kwamba namuonya mtu ambaye ataishi na hichi kitu kwenye maisha yake yote. Simkalipi. Situmii nguvu kubwa kumuonya, situmii maneno makali, ila unatumia lugha rafiki ambayo naye ataelewa kwamba hapa nimefundishwa, kwa sababu hiyo style uliyotumia itaenda kushindana kwenye maisha yake yote. Na hicho Mwalimu Yatabu ni mtaalamu wa masuala ya saikolojia ya maisha na mahusiano. Unaweza kunitafuta kwenye mitandao ya kijamii kama Mwalimu Yatabu au kanipigia kupitia simu yangu ya mkononi ya 0656 16 10 18 0656 16 10 na ukaweza kujifunza mambo mengi zaidi. Asante mpaka hapo saa mwingine tena tutakapojaliwa uhai.